Siku ya wapendanao inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 14 Februari inajulikana sana kama siku ya upendo, siku ya mahaba, siku ya maua, siku ya chokoleti na siku ya ujumbe wa mapenzi. Watu hutoa zawadi, huandika ujumbe wa mapenzi unaoitwa Valentines na huchagua mtu wa pekee kumuita Valentine wao. Kila mahali unaona alama za upendo, mioyo, waridi jekundu na taswira ya Cupid mwenye mshale. Zinaonekana kwenye kadi, kwenye maduka na hata kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nyuma ya sherehe hii inayoonekana kuwa ya upendo na furaha, kuna historia ya giza, historia ya kutisha ambayo watu wengi hawaifahamu. Mwanzo wa kipagani. Kabla ya siku ya wapendanao kuhusishwa na mahaba, inaaminika ilitokana na sikukuu ya kale ya Warumi iliyoitwa Lupercalia. Sikukuu hii iliadhimishwa katikati ya mwezi Februari. Iliwekwa wakfu kwa Faunus, mungu wa Kirumi wa kilimo na uzazi. Pia ilihusishwa na Romulus na Remus, wanaosemekana kuwa waanzilishi wa mji wa Roma. Lakini Lupercalia haikuwa sikukuu ya upendo, haikuwa sikukuu ya heshima. Ilikuwa sikukuu ya vurugu, ya machafuko na ya maadili yaliyopotoka. Makuhani wa kipagani walichinja mbuzi na mbwa, kisha walikata ngozi zao na kutengeneza viboko. Vijana wa kiume, mara nyingi wakiwa uchi, walikimbia mitaani na walipiga wanawake kwa viboko hivyo. Cha kushangaza, wanawake wengi walikubali kupigwa kwa hiari. Kwa nini? Kwa sababu waliamini kitendo hicho kingeongeza uzazi. Wengine waliamini kingewasaidia kupata mimba, na wengine waliamini kingerahisisha kujifungua. Kwa Warumi wa kale, sherehe hiyo ilionekana kuwa ya kutakasa mji na kuleta uzazi. Lakini ukweli ni huu: ilikuwa mbali sana na maana ya upendo wa kweli. Ilikuwa mbali sana na heshima ya kibinadamu. Ni tofauti kabisa na chakula cha mishumaa na kadi za mapenzi tunazoziona leo. Kadiri Ukristo ulivyoenea katika milki ya Roma, kanisa lilijaribu kubadilisha sherehe za kipagani. Badala ya kuziondoa kabisa, lilijaribu kuzipa maana ya Kikristo. Ili kuondoa Lupercalia, viongozi wa kanisa walichagua tarehe 14 Februari. Wakaihusisha na kumbukumbu ya wafia imani wa Kikristo waliokuwa wakijulikana kwa jina la Valentine. Hatua hii ilifanya sikukuu ionekane ya heshima zaidi, lakini vipengele vingi vya kipagani viliendelea kubaki kwa siri. Hadithi ya Valentine. Mmoja wa watu wanaohusishwa sana na tarehe hii ni Valentine wa Roma. Alikuwa kuhani wa Kikristo aliyeishi katika karne ya 3 baada ya Kristo. Alizaliwa Terni, Italia, mnamo mwaka 226 AD. Aliishi wakati wa utawala wa Mfalme Klaudio wa pili. Mfalme Klaudio aliamini kuwa wanaume wasiooa walikuwa askari bora zaidi. Kwa hiyo akapiga marufuku ndoa kwa vijana. Lakini Valentine aliamini kuwa ndoa ni takatifu na imewekwa na Mungu. Kwa hiyo akaanza kuwaoza vijana kwa siri. Lakini siku moja vitendo vyake viligundulika. Alikamatwa, akafungwa gerezani. Sababu yake, kukaidi amri ya mfalme. Akiwa gerezani, Valentine hakunyamaza. Aliendelea kuhubiri Injili. Aliwahudumia wafungwa wenzake na aliwavuta wengi kwenye imani ya Kikristo. Simulizi kale zinasema akiwa gerezani alifahamiana na binti wa askari wa gereza. Usiku kabla ya kuuawa, alimwandikia ujumbe wa kuaga: kutoka kwa Valentine wako. Mnamo 14 Februari 269 AD,
Valentine alikatwa kichwa kwa sababu moja tu: alikataa kuikana imani yake. Ujasiri wake, sadaka yake na msimamo wake juu ya upendo vilianza kuheshimiwa baadaye. Na polepole, historia ya giza ya sikukuu hii ikaanza kufunikwa. Alama za siku ya wapendanao. Moja ya alama maarufu ni Cupid. Mara nyingi anaonyeshwa kama mtoto mwenye mabawa anayeshika mshale. Lakini Cupid si mhusika wa Kikristo. Anatokana na hadithi za Warumi. Alijulikana kama Eros, mungu wa mapenzi na tamaa. Hadithi zinasema Cupid alitumia mishale yake kuwachoma watu mioyoni. Mara moja, watu hao waliangukia mapenzi bila kufikiri, bila hekima, bila maamuzi ya busara. Mtazamo huu unaonyesha upendo kama hisia tu, zisizo na maadili, zisizo na mwelekeo wa kiungu. Waridi jekundu. Alama nyingine maarufu ni waridi jekundu. Lina uhusiano na Aphrodite, mungu wa kike wa mapenzi katika hadithi za Kigiriki. Hadithi inasema machozi ya Aphrodite na damu ya Adonis ndivyo vilivyohoresha ardhi na kusababisha waridi jekundu kuota. Hivyo, hata alama hii inatokana na imani za kipagani, sio mafundisho ya Biblia. Leo, siku ya wapendanao huadhimishwa kwa nia nzuri. Watu wengi hawaoni madhara yoyote, lakini historia yake inaonyesha mchanganyiko wa ibada za kipagani, hadithi za mitholojia na marekebisho ya baadaye ya Kikristo. Kujua asili hii hutusaidia kutafakari kwa kina juu ya sherehe tunazofuata na maadili tunayokuza. Kwa sababu upendo wa kweli haujengwi juu ya hadithi, haujengwi juu ya hisia za muda mfupi. Upendo wa kweli hujengwa juu ya kujitoa, uaminifu, usafi wa moyo na maisha yanayolenga kumpendeza Mungu.